Naam, karibuni. Leo tunaangalia nidhamu. Kama tunavyojua, nidhamu imegawanyika katika sehemu tofauti tofauti, lakini sisi tunadili na nidhamu ya utafutaji au nidhamu ya kujitafuta, hasa kwa vijana. Lazima tutambue nidhamu ni nini. Nidhamu ni kujitawala. Nidhamu ni hali ya kijana kujitawala. Lazima kijana kama kijana ambaye unajitafuta, lazima ujifunze kusema hapana, lazima ujifunze kusema ndio. Kwenye engo gani? Inaweza ikaja ofa ukaichanganua, kama inafaa basi jifunze kusema ndio, na kama haifai basi jifunze kusema hapana. Ukifikia hatua hiyo, basi una nidhamu ya utafutaji. Sasa tujue kijana yupi mwenye nidhamu na mambo gani ambayo anazingatia katika utafutaji wake. Jambo la kwanza, lazima azingatie muda. Kijana anajitafuta lazima athamini muda, kwa maana muda ukipotea haurudi nyuma. Jambo la pili, kijana lazima awe na mipango. Lazima uweke mipango iliyokuwa sahihi, ambayo unaweza ukapata mchakato chanya baada ya kufanya mipango. Jambo la tatu, lazima uheshimu maisha yako, au lazima uweke maisha yako sahihi. Maisha yako unayoishi katika jamii au katika sehemu ya kazi, lazima uyajenge yawe katika mstari ambao umenyooka. Jambo la nne, kijana unajitafuta lazima ulinde heshima yako. Ilinde heshima yako katika jamii unayoishi, ilinde heshima yako katika sehemu yako ya kazi, maana hilo jambo ni la msingi sana. Jinsi unavyojiheshimu, basi watu watakuheshimu. Kuna jambo la msingi sana ambalo vijana wengi huwa tunafeli. Tunapenda kufanikiwa, lakini hatupendi mchakato. Hauwezi kufanikiwa bila kuwa na mchakato. Lazima upitie mchakato, tena mchakato uliokuwa sahihi, ndipo utapata mafanikio. Lakini kwa sasa hivi vijana wengi tunapenda mafanikio, hatupendi mchakato. Kijana unajitafuta, penda kupangilia michakato, penda kupangilia mipango ambayo inaweza kukusaidia kufanikiwa, ambayo inaweza kukusaidia kufikia ndoto zako. Tunajifunza nini? Tunajifunza nidhamu ni kama daraja la mafanikio katika maisha ya kujitafuta. Bila nidhamu hauwezi kufanikiwa, hauwezi kutimiza ndoto zako kama unavyohitaji. Lazima uwe na nidhamu ili ikufanye au ikuvushe, iwe kama daraja kufikia mafanikio yako wewe. Asanteni sana. Kwa leo tutaishia hapo. Tutaendelea katika kipindi kijacho. Kipindi kijacho tutazungumzia kujithamini na kujiamini. Tunaenda kujua jinsi gani kijana ujithamini na jinsi gani kijana kujiamini.